Kumchukia mtu kuna gharama. Ukumbuke anasema na ugonjwa wote Bwana atauweka kwa wakuchukia. Kuna kitu nijifunza. Angalia. Unao watu unawachukia. Kuna mtu alikuuzi, yani kila ukimwona, na kuna wakati ukiingiaga tu kwenye maombi sasa, Bwana nakata miguu. Yani itokee bajaji mfumue hata miguu au pikipiki. Alafu unakuta na kwanza linadunda, linaendelea kuongezeka, linanenepa na kunenepa. Haleluya. Mungu anachokifanyaga, surprise ambayo Mungu anaifanya, ili Mungu atujaribu na ili Mungu aipime mioyo yetu kwa ukubwa. Mungu anachokifanya, yule mtu aliyekuuzi, aliyekukosea, yule anabadilika, anakuwa ni mtumishi wa Mungu. Hicho Mungu alinifundisha, nikuta moyo wangu umelia isivyo kawaida. Yani anabadilika kabisa, anakuwa ni mtumishi. Utaendelea kuomba mabaya juu yake. Na ukiomba mabaya, maana yake matatizo yake yote yako juu yako. Yani kuna mtu anaweza akawa mbaya kwako, akakufanyia ubaya, alafu akaondoka. Atakapoondoka, akienda huko, ule ubaya utamhukumu, atajutia makosa yake. Alafu baadaye anasema, kuanzia leo nabadilika, nimeacha. Anabadilika. Ujui kama ameshabadilika. Bwana natangaza akawe chongo. Asione jicho moja. Unakuta yote anaona. Ninamfuta kabisa. Namfuta. Nakuta kesho amenona kagari. Sasa haleluya, tunaenda kumtukuza Mungu. Vita zetu tumwachie Mungu apigane. Ila mimi ninachojua, hakuna ubaya usioota. Ubaya wote uliofanyiwa, hata dunia ingegeuka, utalipwa. Yani maadamu tu ulifanyiwa ubaya, na wewe kama ulifanya ubaya, wewe tengenezaga. Kwa sababu anytime utageuka. Na kama kuna mtu unajua kabisa ulimfanyia ubaya, msamaha mzuri na toba nzuri ambayo inakubalika, nenda kamtamkie, Bwana ninaomba unisamehe yote niliyokukosea. Na kama kuna mtu alikutendea ubaya, na wewe umemsamehe, kwamba Bwana nimemsamehe. Yani kutoka moyoni kabisa. Hata kwa mfano ukimuona tu hapa safi, huyo mtu kama yeye hajatubu, ubaya utamfuata. Mungu sio dhalimu.